Wapenzi waumini, hutuba yetu ya leo tutazungumzia cheo cha Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Tunajua kwamba katika mwezi huu ndio mwezi ambao wengi tunafahamu kuwa ndio mwezi aliozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo tunaelewa ndio mwezi aliokufia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tunavyofahamu ndio mwezi uliotimia hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuingia Madina. Yote yalipatikana katika mwezi huu, lakini ni dharura kujua ni kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunataka nini katika kufahamu haya yote? Lengo kuu ni kumjua cheo chake Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na kujua sifa yake, ili awe ndiye kiumbe bora katika ulimwengu wetu, awe ndiye kiigizo katika maisha yetu, awe ndiye muongozi wa dini yetu na vile vile tabia zetu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah tabaraka wa taala mara zote utakuta katika Qur'an amemweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sifa zake zote njema, akituonyesha kule kutumwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwetu ni rahma, bali sio rahma kwetu peke yake, ni rahma ya ulimwengu, pale aliposema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatujakutuma wewe Muhammad isipokuwa ni rehema kwa ulimwengu wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa kwake ni rehema kwa ulimwengu wote, na ndiyo pale unaposhuhudia kupata Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na huruma kwa waumini peke yao, hata wanyama waliipata rehema ya Mtume, hata ndege, hata wasokuwa waumini waliipata rehema ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Allah tabarak wa taala amewaleta mitume hawa kwa ajili ya kuwaokoa watu kutoka kwenye shari, kuwaleta kwenye kheri. Na huwezi kumsaidia mtu kama wewe huna huruma na yeye. Huruma hii ndiyo ikawa ni sifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia Allah tabarak wa taala akamfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa rahmatan lilmu'minin, kwamba ni rehema maalumu kwa waumini, kama alivyompa sifa ya upole na huruma, bilmu'minina raufur rahim. Hizi ni sifa ambazo alikuwa akiishi nazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah tabarak wa taala kampa sifa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ni neema kwetu, kama ambavyo ni rehema kwa ulimwengu, lakini ni neema maalumu kwa waumini, pale aliposema laqad manna Allahu ala almu'minin, hakika Allah amewaneemesha waumini, idh ba'atha, pale alipomtuma, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pale alipomtuma mtume kutoka kwenye nafsi zao, mwanadamu kama wao. Ingekuwa lao mtume hakuja kama mwanadamu, tungeshindwa na wengi wangekuwa hawana uwezo wa kumuiga, kwa sababu hana sifa za umbile la mwanadamu. Lakini kwa huruma ya Allah, kwa neema yake, katuletea mtume ambaye ni mwanadamu kama nyinyi, kama anavyosema katika Qur'ani Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana basharum mithlukum yuha ilayhi, mimi ni mwanadamu kama nyinyi, nimepata cheo cha kupata wahi. Ule wahi umenipa mimi nione ambayo nyinyi hamuyaoni, unanilekeza ambapo nyinyi hamupajui. Kwa hivyo ili muwe na nafasi ya kunifuata kwa kile nilichopewa na Allah tabarak wa taala. Yatlu alaihim ayati, mtume huyu kaja na kazi ya kuwasomea aya zake Allah, wa yuzakihim wa yurabbihim, na kuwapa malezi bora katika maisha yao, wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, na kuwafunza kitabu na hikma, bimaana sunna, zile sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zote ni hikma kwa mwanadamu kuzifuata sunna hizo.
wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, na mlikuwa kabla ya kutumiliziwa mtume huyu muko kwenye upotevu ulio wazi, lakini kawaletea mtume huu ambaye amekusanya haya ili mutoke kwenye upotevu na muingie katika uongofu. Allahu tabaraka wa taala kwenye qiraa nyingine min anfusihim, kwenye qiraa nyingine wanasema min anfasihim, kawaletea mtume ambaye ni katika bora wa viumbe, katika wanadamu wote yeye ndiye kiumbe bora zaidi, mbora wao. Allahu tabarak wa taala vile vile katuelezea sifa za mtume, tumjue kwamba yeye ameletwa kama shahidi katika maisha yenu, lakini vile vile ameletwa kama bashir, mwenye kuwaelezea mazuri ili mupate mvuto wa kwenda kwenye kheri. Ameletwa mtume kama nadhir, mwenye kuwahadharisha na kila shari. Ndio utakuta kuna maneno ya mtume iyakum, akikwambia iyakum ni kwamba jambo hilo uwe mbali nalo. Wada'iyan ila Allah, lakini kaleta mtume huyu vile vile anawalingania watu kwenda kwa Allah tabarak wa taala, wasiraja munira, lakini vile vile ni taa yenye kumulika ili watu waweze kuipata njia iliyo sawa. Allahu tabarak wa taala sema ya ayyuhan nabii, mtume, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, hakika tumekutumiliza wewe ni shahid. Ndio aya nyingine Allah asema katika kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala an-nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Allah vile vile tumewajalia ni umma bora katika watu ili muwe mashahidi wa wengine, muweze kuelekeza watu lile la haki, nyinyi muwe mashahidi wao, lakini vile vile mtume awe shahidi wenu, kwa maana mnachokifanya kiwe kimetokana na mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuna siku kila mtume ataletwa kuwa ni shahidi wa nani? Wa umma wake. Fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Kuna siku ambayo Allah asema, vipi siku kila umma tutawaletea shahidi wao? Kila umma ataletwa mtume wao, akiulizwa kwamba je, hivi ndivyo ulivyowafundisha? Haya wanayoyafanya ndivyo ulivyowaelekeza wewe? Wajina bika ala haula'i shahida, vile vile tutakuleta wewe uwe ni shahidi wa umma huu kwa yote walioyafanya. Wewe wasema nilifanya hili na mtume yuko mbele yako ni shahidi yako, kweli alikufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku hiyo Allah tabarak wa taala ameifanya ni siku ngumu sana, kule kwamba watu watakuja kuulizwa na shahidi wao ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku ilivyo ngumu, Rasulullah alilia kwa aya hii, kwa kuwahurumia umma wake kwamba wasije wakafanya mambo ambayo yeye Rasulullah hakuelekeza, kwa sababu ajua hatari utakaoipata na hana la kukusaidia lingine, kwa sababu wewe hukumthamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ameleta ni shahidi wako, kwa hivyo shahidi ni anayeshuhudia unachokifanya. Hakikisha kila unalolifanya katika maisha yako, kitabia, kiimani, yani kimuamala, kiibada, chochote unachokifanya, je, kweli Rasulullah atanitokea ushahidi hili? Lisije ukalifanya jambo halina ushahidi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu likiwa kinyume cha hivyo itakuwa ni hatari kwako, kwa sababu ulimsahau na ukasahau cheo cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mubashira, mtume sallallahu alaihi wasallam pia katika kazi yake moja Allah ameeleza ni kuwabashiria watu na kuwapa habari ya kheri, kila lenye kheri. Sasa jiulize, kila unalolifanya hili mtume aliniita kulifanya? Kwa sababu kazi ya mtume moja
mtume alikuwa na tabia ya pupa na watu waingie katika khairi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum. Allah tabarak wa taala msifu mtume asema, amewajieni mtume kutokana na nafsi zenu, azizun alayhi ma anittum, kwake linakuwa zito lile litakalowataabisheni. Mtume hataki mupate shida, hataki mwende pabaya, hataki muumie. Kwa hivyo kila lenye shari akwambia iyakum, na watahadharisha na hili na watahadharisha na hili, iyakum wa muhdathatil umur. Ilikuwa ni khutba yake muhimu. Lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah msifu na sifa nyingine asema, harisun alaikum, anapupa na nyinyi katika kheri, kila lenye kuwasaidia, kila litakalowapa ajiri, kila litakuwa ni hasanat, yeye tayari ni kazi yake mubashira. Harisun alaikum, anapupa na nyinyi muwe katika kheri, ataka kila kheri wafike. Bilmu'minina raufur rahim, kwa waumini Rasulullah ni mpole mwenye huruma kuwahurumia waumini. Kwa hivyo hakuna zuri ila amewabainishia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo kama mzazi, baba au mama walokuwa ni sababu ya kuzaliwa mtoto, wamtakia kila zuri mwana wao alipate, je, mtume anaoitwa rahmatan lil alamin ataliacha vipi zuri lisimfike muumini wake? Ikiwa huruma ndogo alionayo baba na mama, naweza kuwa baba lingine likawa katili, lakini madamu ni mzazi ataka kila mazuri yamfikie mwanawe, basi Rasulu alopewa sifa ya rahmatan lil alamin, rahmatan lil mu'minin, bil mu'minina raufur rahim, hakuna zuri litakalo kusaidia ila kesha kukuelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah tabarak wa taala akasema, wa nadhira, na vile vile ni mwenye kuwahofisha watu na kila shari itakaowafika. Wada'iyan ila Allah, na vile vile ni mlinganiaji anaoita watu kwa Allah, kila jambo lenye kuwakaribisha watu kufika kwa karibu na Allah. Wasiraja biidhnihi wasiraja munira, lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam ni taa yenye kumulika barabara hii ili utembee katika laini iliyo ya sawa. Hakuna ambacho kitakuwa kina uzuri usikione kwa taa alionayo na kwa nuru alionayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah kamsifu, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, amewajia kutoka kwa Allah, imewajia nur ikiwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabu mubin, na Qur'ani kitabu kilichowazi, hakuna kilichofichika, hakuna kitakachogunduliwa na mwingine ambacho kitakuweka karibu na Allah ila utakipata katika vyombo hivi viwili, imma kwa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ndani ya kitabu hiki Qur'an. Mjue cheo chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba Allah hapa duniani twasifiana sisi. Kuna mtu aweza ukamsifu ni alim, kuna mtu aweza kumsifu ana akili mzuri, kuna mtu lakini pengine hata zile sifa hana, ni hawa zako na mapenzi yako. Lakini aliyesifiwa na Allah ina maana ni hakika sifa hizo ni zake, kwa sababu aliyemsifu si mwingine ni Allah. Waman ahsanu min Allahi qila waman ahsanu min Allahi haditha, hakuna maneno ya kweli zaidi. Waman asdaqu min Allahi qila, nani mwenye maneno ya kweli kuliko Allah? Hapa duniani tunaona kuna watu miji bovu, lakini mara ukasikia anapewa sifa wazishangaa, hata huyo apewa sifa hizi kwa sababu ya hawaza wanadamu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam sifa zake zimetoka kwa Allah. Kwa hivyo kila sifa aliyotajiwa na Allah, basi ndivyo alivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna anayetakikana awe ni muongozo wa maisha yako ya dunia na akhira zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakahu
fi aqlihi. Allah tabarak wa taala amemsifu mtume sallallahu alaihi wasallam akili yake pale aliposema wama sahibukum bimajnun. Hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam mwenzenu huyu kwamba ni mtu ambaye amechanganyikiwa, ni mtu mwenye akili razin. Aya nyingine asema ma dhalla sahibukum wama ghawa. Akili, hakuna akili leo iwe itaweza kugundua mambo kuyafanya haya yatatuweka karibu zaidi na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akili ya mtume iko razin. Lakini zakafu ada, Allah tabarak wa taala ameusifu moyo wa mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema ma kadhaba alfuadu ma raa. Kabisa wakati wote mtume moyo wake uko kwenye haki, haujawenda kuwa moyo wake utakanusha kile ulichokiona kwa Mola wake. Zakka basara, mtume sallallahu alaihi wasallam amesifiwa macho yake na Allah pale aliposema ma zagha albasar wama tagha. Lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasifiwa vile vile nutqa, hata maneno yake hakuna mwenye maneno ya ukweli na uhakika zaidi ya mtume. Allah aliposema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hasemi chochote kutokana na matamanio yake, anachosema ni wahi unaotoka kwa Mola wake. Allah tabarak wa taala kausifu uongozi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakka hidayatahu faqal wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wewe pekee mtume ndiye unaongoza watu kwenye njia ya sawa. Wengine watakuwa waenda pembeni kulia na kushotoni. Muongozo wa mtume ndio pale kwenye Qur'an Allah mwambia mtume aseme wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Hii ndiyo njia yangu, hakuna haja kutafuta warega. Muangalie mtume alipita wapi. Sirati mustaqiman fattabi'u, muifuate, wala tattabi'u subula, musibifuate vijibarabara vyenu vingi la barabara nyingi vitawatoa kwenye barabara ya sawa iliyonyoka. Lakini Allah tabaraka wa taala kakisifu kifua cha mtume sallallahu alaihi wasallam, kifua kipana chenye kusamehe, chenye kubeba. Allah akasema alam nashrah laka sadraka. Bali Allah tabaraka wa taala kasifu hata kama kuna mtu leo ana cheo tuwe twaweza kumuiga kwa cheo chake, si mwingine ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dhikrak. Haya ni katika Allah tabarak wa taala kamaliza sifa zote nzuri ulimwenguni kusema zina mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema wa innaka la'ala khuluqin adhim. Sasa kiongozi mwenye sifa hizi kama ambavyo yuko unique kwa sifa zake, lazima awe unique katika mambo yake. Na ndio utakuta mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya huu ulimwengu uwe na mlekeo sahihi wa Allah tabarak wa taala. Allah tabarak wa taala kutuonyesha cheo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, qarana mahabbatahu bimahabbatihi alayhi salatu wassalam. Yakutanisha mapenzi yake yako pamoja na mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kama kweli mnampenda Allah, nifuateni mimi mtume. Waambie hivyo, qul, waambie kama kweli mnampenda Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, mkinifuata mimi na Allah atawapendeni. Akayaweka mapenzi yake Allah yako kwa mapenzi ya mtume Muhammad, kwa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qarana ta'atahu bi ta'atihi alayhi salatu wassalam, kama ambavyo Allah tabarak wa taala kakutanisha taa yake iko pamoja na taa ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah,
Yeyote atakayemtii mtume ndiyo atakuwa amemtii Allah. La shangaza mtu akwambia hata kama mtume alinikataza mimi ningefanya hili. Sasa ungefanya kwa vipi? Wewe ni nani mpaka wakuwa juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lakini qarana bai'atahu bi bai'atihi. Allah tabarak wa taala akaikutanisha vile vile bei yake na bei ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Innal ladhina yubai'unaka inma yubai'una Allah. Wale wanaokusapoti wewe basi ndio wamesapoti dini ya nani? Wamemsapoti Allah tabarak wa taala. Waliyekubai wewe ndio wamembai mtume Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala kakutanisha qarana istijabatahu bistijabatihi. Kuitika mwito wa mtume ndio kuitika mwito wa Allah tabarak wa taala. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi warrasul idha da'akum lima yuhyikum. Itikieni mwito wa Allah na mtume. Haitatosha umtii Allah ukhalifu amri za mtume. Ukitaka kuwa umeitika mwito wa Allah lazima uitike mwito wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali mpaka radhi zake Allah tabarak wa taala rabata ridwanahu biridwanihi alayhi salatu wassalam. Kaziweka radhi zake kazifungamanisha na radhi za mtume pale aliposema Allahu wa rasuluhu ahqqu an yarduhu. Allah na mtume wake ana haki zaidi mumridhishe Allah tabaraka wa taala. Bali Allah tabaraka wa taala mpaka milango ya pepo kaifunga ila kwa yule atakayeitikia na atakayekubali hukumu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah anajiapia kwamba haiwezekani kuwa mu'min wa kikweli mpaka wakufanye wewe ni hakimu katika tofauti zao zote. Je, mtume alipita hivi? Alifanya hivi? Alisema hivi? Wasipofanya hivyo hawawezi tena sio tu kuikubali hukumu, lakini pia Allah tabarak wa taala sema thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Na ikipita hukumu yako iwe hawana uzito katika mioyo yao katika kuifuata. Wa yusallimu taslima. Hadha huwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Huyu ndiye mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Huyu ndiye mwenye cheo katika ulimwengu huu ambaye Allah katufundisha kila namna. Hakuacha kitu mpaka adabu ya kuamiliana naye. Allah sema ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi fawqa sauti an-nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd. Allah sema enyi mlioamini msinyanyue sauti zenu juu. Akufundisha kila kitu kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam. Unapoliona halikufundishwa sila mtume sallallahu alaihi wasallam. Msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala msimuite kama vile mnavyoita baadhi yenu kuwaita wengine. Qur'ani ukiangalia katika manabii kadhaa wameitwa kwa majina yao isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ima anaitwa ya ayuhan nabii au ya ayuhar rasul. Hakuitwa na Allah direct kwa jina lake. Na anapomtaja Allah jina lake mbele amefungamanisha na sifa aliyomleta nayo, Muhammadun Rasulullah. Wama Muhammadun illa rasul. Haya yote ni Allah tabaraka wa taala kukulinda wewe usiwe na ushawishi katika dunia ukachagua ambacho hakuja nacho mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume huyu mwenye nafasi kubwa hii kaekwa juu kiasi ya kuwa yuko nafasi ambayo hafikiwi na mitume wenzake
huyu ndiye ambaye leo sisi tunamtambua kwamba kazaliwa katika mwezi huu. Madha wulida fi qulubina, kama mtume tuamini kazaliwa katika mwezi huu, mioyo yetu imetuzalishia nini hili? Tabia zetu kweli zimekuja karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam? Misikiti yetu imekuwa yajaa kwa sala za jamaa kwa sababu tumekumbuka ndiyo mtume mwezi huu aliyekuja? Je, tumekuwa tuisoma Qur'ani sana kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja na kazi hii? Je, tumekuwa tufanya zile amali njema salihati? Kuna mahospitali, tumeyajua mahospitali yetu yanahitaji nini. Kuna wagonjwa, kuna wengine wana madeni, kuna watu wako magerezani kwa sababu ndogo ndogo, labda amefungwa kwa kosa la barabarani. Ingekuwa tulete mabadiliko ya kitabia, tulete mabadiliko ya kiibada, tulete mabadiliko ya kijamii, tulete mabadiliko ya sheria, kila mmoja ajiasesi kwamba mimi niko mbali kiasi gani na mtume sallallahu alaihi wasallam. La kusikitisha, yote haya hatunayo, ila mabadiliko yetu yamekwenda kama wengine. Jamani, kama Netanyahu birthday yake yasherehekewa kwa muziki, na sisi tukisherehekea kwa ngoma, hatujamtukuza mtume Muhammad. Kama Trump birthday yake huwa kuna muziki mingi na ngoma nyingi, na sisi tukicheza hatujamtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam. Man tashabbaha biqaumin, sisi mtume ana mazuri ya kuyafanya ulimwengu ukashtuka. Mbona twaishi hivi? Mbona hawa waishi hivi? Huku ndiyo kumtangaza mtume. Ladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma. Ndio Qur'ani inatufundisha heshima yetu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale watakaomwamini wakaweza kumpa heshima na kumpa support na wakanusuru na wakamfuata kwa alivyofanya, basi hao ndio wafuasi halisi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukiingiza fujo mitaani na barabarani, bado hatujamheshimu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heshima yako badilika unavyoishi na majirani zako, waone kwamba hapa kweli kuna Muislamu mtaani, kuna mfuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidii yako ibadilike mpaka darasani, shule asokuwa Muislamu asema hao Waislamu bwana wako vizuri kweli, na hii ni dini yao ya kiongozi wao alivyokuwa mzuri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badilika katika kazi zako, uwe na uaminifu mpaka asokuwa Muislamu aseme kweli huyu mimi natamani niwe kama huyu, na siwezi kuwa kama huyu ila nimkubali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu, wakakubali kuifuata ile nur ambayo Allah tabaraka wa taala ameiteremsha pamoja na yeye. Qur'ani ikawa ndio desturi yao, wanaishi kwa kukifuata kitabu chao. Hapo ndio watakuwa wamemwamini kweli mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yote alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam yamesimama mambo mawili katika Qur'ani: yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Kila alilolifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni zuri kwako, na kila alilokukataza ni baya kwako. Vibaya akaja kuvikataza mtume, kila vichafu, na akaja kuleta kila mazuri. Tumuigeni mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Jamani, tukimuiga mtume sallallahu alaihi wasallam, faida ya kwanza, tutakuwa wa kwanza kushufaiwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kusaliwa sana. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Msalie sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yako, awe ndio nyimbo yako mara zote unamsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndio utakuwa
kweli umemtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kweli umebaki katika maisha yako kutambua cheo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume awe ndiye kipenzi chako kwa kila hali. Jamani, isiwe tutawaiga wale wengine, wale hawana mfumo, ndio wakachagua kwamba wao wakati wote ni sherehe, kifo, sherekea, wakiwa na kila kitu, ngoma tu. Hapana, sisi hatuko huko. Katika sira wasema Mtume alipokuwa mdogo achunga mbuzi na mwenzake, ilipofika usiku mwenzake yuwapotea, Mtume ndiye abaki na mbuzi wale, alala nao karibu. Asubuhi akija amuuliza wapi, asema kulikuwa na samra mahali mtaani, kuna ngoma fulani ya harusi, nilikuwa huko. Siku ya kwanza ya pili Mtume akasema leo na mimi naazimia nitafanya nini. Mdogo, bado hajakuwa mtu mkubwa, kijana mdogo, akasema mimi nitakwenda kucheza na mimi kushuhudia. Wasema wanasira kwamba Allah tabarak wa taala alimuingiza usingizi Mtume mpaka jua kutoka, ili kumwepusha na upuuzi. Udogo wake hakushuhudia hayo, twamfanyia ukubwa wake. Sio yetu, tubadilikeni akhlaqi zetu. Saa hii kuna vijana wataka kwenda vyuo vikuu, kuna vijana wataka kwenda mashule, hali ngumu. Tujiulize, tungekuwa tuna mipango mizuri kwamba sisi twazijua shule zetu, twazijua hospitali zetu, twajua kila sehemu ambapo pataweza kunyanyua. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina ilikuwa ni Yathriba, ikawa ni Madinatu Munawwara. Tubadilishe miji yetu iwe ni miji ambayo itakuwa na himma ya dini, itakuwa na himma ya bidii, watakuwa na watu wenye kujituma. Rijalu haula nabii sallallahu alaihi wasallam. Waangalie masahaba 100,000, nani alikuwa akicheza ngoma? Kwa nini hili tu ndio tulieke ndio dini, na hali kuna majirani wanakufa njaa, na hali kuna yule ameshindwa kusoma shule, yule amefungwa kwa deni, yule uko hospitali anadaiwa, kuna hospitali yashindwa kujiendesha kwa sababu umma. Tuamkeni kwa kuzaliwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amara, wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله عباد الله فإن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Wapenzi waamini, nikitunga khutba hii kuna vitu viwili nilivyoviona katika Qur'an. Neema za peponi ni nyingi, na katika neema hizi zimeletwa mpaka zile zilokuwa duniani ni haramu zikaletwa peponi kwa mpango wake kwamba zitakuwa ni halali, si kama zile za duniani. Paka pombe, lakini hakuna muziki janna. Hakuna aya imezungumzia masala ya muziki peponi kwamba watu watapiga muziki, hakuna. Ngoma hakuna peponi. Ya pili, hakuna kukaa uchi. Watu watapiga pombe ya aina yake huko, lakini hakuna aya inasema watu watatembea uchi, wanawake watakuwa uchi, wanawake watajitokeza. Leo ukiangalia hali zetu, tutamkabili vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wanawake wa peponi wakaelezwa qasiratu tarfi lam yatmithnahunna insun wala jan, kwa maana hawana wakati wa kwenda kutazama wanaume. Sisi siku alozaliwa Mtume ndio wanawake zetu siku ya show off, ya kujitokeza kuangalia na kupiga mapicha na kurekodi wanaume.
Tumwogopeni Allah tabarak wa taala na tumpendeni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fil alkhairat wa tarka almunkarat wa hubb almasakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidna ilayka ghayra fatinin. Amin. Fa ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilayka almasir. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim